Kwa hiyo ulikuwa wewe kama ni hata kama ungekuwa Mwisraeli umepakwa mafuta, unapokutana na binti wa namna hiyo ambaye chanzo chake amebeba damu ya zinaa ya namna kiasi kwamba mpaka analala na baba mtu, analala na kaka, analala na nani, ukikutana na mtu kama yule kwenye maisha yako, uwe na uhakika kwamba ile roho haitakuacha salama. Kwa hiyo hawa Israeli wamekwenda, tena Biblia inasema wamekwenda kutoa kwenye sadaka, wamealikwa kwenye sadaka. Sasa wakati wamekubali kwenda kwenye sadaka, fikiria unapoenda kutoa sadaka leo unaingia kwenda kuzini na mtu kwenye mazingira ya ibada ya sadaka. Kumbe hawa ndio wale ambao nakuta kwa sababu ya damu wametoa kwenye damu ya zinaa, wametoa kwenye hiyo damu ya kufanya uasherati. Kwa hiyo zile damu wamezibeba. Hao hata angekuwa kanisani, uwe na uhakika hapo kanisani sio salama, kwa sababu pana Moabu yuko hapo. Ndio nakutana hizo kesi, wachungaji nakutana hizo kesi makanisani, unakuta kuna Moabu mmoja kwenye kwaya yote inavurugika kwa roho ya uzinifu. Unakuta yuko pale ni wazee wa kanisa wanavuruga kanisa lote kwa sababu ya roho ya uzinifu. Kwa hiyo unakuta ni mazingira ambayo yanatesa kanisa mpaka leo. Ni kwa sababu tu kuna Kamoabu kamoja kako pale, kamebeba damu ya kule, chanzo chake ni uzinifu na kanatembea na hiyo roho popote. Kuna mchungaji mmoja aliwahi kunishuhudia mahali, anasema wakati anaombea alipoweka mkono kwa binti mmoja kashangaa mwili unasisimuka. Lakini sio kwamba unasisimuka wapi, unasisimuka sehemu huku, sehemu za siri unainuka. Sasa mpaka anashangaa, anasema kwa nini anaombea wengine wote yuko salama, lakini ameweka mkono wa binti anashangaa mwili unaamka. Ni kwa sababu kumbe pale ameweka mkono kwa Kamoabu, na zile roho ziko pale ni zile roho kwamba ukimkaribia kivyo vyote umemshika mkono, kivyo vyote mmekaa naye karibu, hiyo roho inaamka kwa sababu yeye ni Moabu, tayari amebeba vitu vya udhinifu ndani yake. Kwa hiyo nini nataka kusema hapa? Nataka kusema kwamba tujawa salama, tunahitaji ukombozi. Lakini tuangalie pia roho ya udanganyifu ambayo pia watumishi wa Mungu, kwa mfano tunamuona Ibrahimu ukisoma maandiko kwenye Mwanzo pale 12 ukiendelea, anaonyesha vile ambavyo alidanganya kwamba Sara sio mke wake kwa sababu ya hofu ya kwamba akisema ni mke wake atauawa. Akasema Sara ni dada yake. Lakini tunakuja pia miaka ikapita, mtoto wake tunamuona naye Isaka, miaka mingi imepita, na anakuja kuoa mwanamke anaitwa Rebeka, naye anakujiwa na hiyo roho ya kudanganya, na anasema mke wake, anasema ni dada yake, anaogopa naye kwenye tabia ile, wakati hakuwekwa hata wakati baba anafanya yale mambo. Lakini yale mambo yakamtafuna, yakaendelea kumfuatilia mpaka hapo. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa watu wa Mungu, nataka nikuambia tujawa salama. Kuna mahali shetani anataka kulazimishe uishi maisha ambayo baba yako aliyaishi, uishi maisha ambayo mama yako aliyaishi. Na kama mama ndoa yake imeharibika, uwe na uhakika kwamba shetani anataka kukusukumia kwenye eneo lile. Kama baba ndoa yake iliharibika, atakusukumia kwenye kona ile. Kama baba yako aliishi maisha fulani, basi yale maisha shetani atasimama na madai juu yako akisema wewe ni halali kwetu, tufanye hivi, atufanye hivi, atufanye hivi. Nimeona watu hata mambo ya elimu, utakuta na ana akili nzuri shuleni, lakini hawezi kwenda umbali zaidi kwa sababu ya ile damu aliyoibeba. Ile damu inamzuia kwamba hakuna mtu kwetu anayeweza kufanya hivi. Wengine walipaswa kuwa waheshimiwa wakubwa sana, lakini pamoja na shule na kusoma kwako, lakini kuna watu wengine ambao kwao damu yao iliwaruhusu mapema. Ndio leo nakuta kama kina Yusufu Makamba, unawasikia baba yake alikuwa labda si mtu fulani na mtoto anakuwa fulani katika nchi hii. Kama nchi taifa la Kenya, baba alikuwa rais, mtoto anakuwa rais. Ni rais tu. Mwinyi alikuwa rais, mtoto wake ni rais. Lakini mtoto mwingine huko ambaye hajawahi kuwa na historia hiyo, pepo zinasimama na nasema haiwezekani, unataka kwenda wapi? Unataka kwenda wapi? Kwenye ukoo huu kuna mtu aliyewahi kufanya haya. Huko kwetu kuna mtu aliyewahi kufanya hivyo. Na unashangaa mpaka wale familia wenyewe wakati mwingine wanakuwa ni sababu ya kukuzuia na kukurudisha nyuma. Kwa sababu gani? Zile pepo linasema kwetu hakuna mtu aliyewahi kufanya hivi. Nakumbuka wakati mwingine mimi babangu alipofariki zamani kidogo, wakati huo tulikuwa hawajaanza watu kijijini kuzika na majeneza. Sisi tukasema tutamzika baba na jeneza. Lakini familia kumbe anasema hakuna, wote wamelala hapa kwenye makaburi, hakuna mmoja amezikwa na jeneza. Yeye ni nani? Kwa hiyo lile jeneza, huwezi amini msikizaji, wanaenda kule mtu kubeba jeneza, mara gonge mtu, mara itokee hiki, mara kunatokea kile, mara kinatokea kile, linachelewa mpaka huwezi kuamini. Tukamzika mzee bila jeneza. Jeneza lilizuiliwa na nguvu ya giza ili tu yule mzee asizikwe na jeneza. Wanauliza yeye ni nani azikwe na jeneza? Wote wamelala hapa, mpaka mama zake na ndugu zake wamelala hapa, hakuna jeneza. Yeye ni nani? Likazuiliwa kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hiyo sio mambo madogo tunapozungumza haya. Wengine ni wahanga wa haya mambo, tumekutana nayo kwenye maisha.
Jina la Bwana libarikiwe. Nataka kusema nawe mtu wa Mungu kwamba pengine umetokea chanzo chako kwenye familia fulani fulani. Mazingira yale, historia nayo ina nguvu ya kurudisha nyuma. Unajaribu kutaka kupata mpenyo wa kifedha, lakini unakuta pepo zinasema baba yako hajawahi kumiliki. Wanataka ushike viwango vile ambavyo baba alishika, vyote ambavyo familia waliishi. Kama ni nyumba za kawaida, uishi kwa nyumba za kawaida. Kama ni uchumi, basi uchumi wa kawaida kama wengine waliotangulia. Kuna vita kubwa, lakini kwa habari njema nataka nikwambie leo kwamba una uwezo wa kuchomoka, hata kama mapepo na mashetani ya kwenu na mizimu ya kwenu itasimama kuzuia. Mungu huyo aliyekuwa mwaminifu, kama leo utasimama na Mungu, Mungu ana uwezo wa kukuvusha hapo. Haijalishi wamejipanga namna gani, haijalishi wao wamesimama pale. Leo una uwezo wa kwenda umbali zaidi kama utasimama na neno hili ukasema yatosha, yatosha. Mimi nataka kuenda safari yangu mpya na Mungu. Nataka kuanza mwelekeo mpya na Mungu. Haijalishi wengine walishia wapi. Mimi nakwenda kuvunja ukuta, naenda mbali kuliko wao. Anza kujitabiria kwenye maisha yako kuanzia sasa. Utangaze kwa habari hizo kwamba nakubali wazazi wangu waliishi viwango hivi. Mimi napenya, naenda mbali zaidi kuliko wao. Kama wao walishia kwenye uchumi kiwango hiki, mimi naenda viwango vingine. Kama wao walipanda viwango hivi, mimi napanda viwango vingine kupita wao, mbali zaidi kuliko wao. Anza kujitabiria maisha hayo. Utamwona Mungu akikutokea, akikuinua kwa viwango vikubwa zaidi. Jina la Bwana libarikiwe. Na mimi naamini kabisa kwa neno hili yupo mtu mmoja hapa anahudumiwa, na naamini pengine ni wewe. Na kama utakubali na neno hili, mimi niko tayari kusimama na wewe na kuomba na wewe kwa hili neno. Nitakuombea, hakika Mungu atakusaidia. Utachomoka katikati yao wakiona. Utakuwa mtu wa kwanza kwenye historia pale kwenu. Vunja hiyo. Hata kama amechora mstari, tunakwenda kufuta mstari. Unakwenda umbali mwingine zaidi. Naona mtu mmoja hapa anakwenda kuinuka. Utakwenda kung'aa kuliko wengine wote. Utakwenda mbali zaidi kuliko wengine waliofika. Ujiambie nafsi yako na ihubirie nafsi yako. Sema wewe utakwenda mbali zaidi kuliko mahali alipofika babako. Kama aliishi kwenye nyumba ya kawaida, wewe unakwenda kujenga magorofa. Kama wao waliendesha baisikeli, wewe unakwenda kununua magari. Wao utakwenda mbali kuliko wao. Anza kujitabiria na watabiria watoto wako kwamba hiki ni kizazi kingine. Mungu anasema anakwenda kuandaa kizazi kipya ambacho agano jipya na watu wapya. Anasema tazama ya kale yamepita, mambo mapya anaanza kuyaleta kwenye maisha yako. Na mtu mpya ni wewe, na agano jipya analifanya na wewe. Anza sasa na Mungu, utaona maajabu ya Mungu. Nataka niombe na wewe hapo ulipo. Baba, katika jina la Yesu, naomba na mtu wako huyu, haijalishi amebeba damu ya namna gani, ila upinzani kiuchumi na upinzani kielimu, lakini kwa huyu mtu wako leo Baba, tazama na kata kitovu chake, na mtenganisha na ukoo kwao, na mtenganisha na mila za kwao na desturi za kwao, na kila pepo na ile mizimu ya kwao, na mchomoa katikati ya wao. Baba, nampa mwelekeo mpya kuanzia sasa. Naona mtu atakayokwenda kuinuka na kizazi kingine. Hadithi inaandikwa upya, hadithi inaandikwa nyingine tofauti na ile ya kwanza iliyopita. Katika jina la Yesu Kristo, mwezeshe huyu kuanzia sasa, aende akafanikiwe, aende akang'ae katika jina la Yesu Kristo. Amen.